huruma utakulewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ndio utapambana sasa. Upande wako kuna mauzauza, upande ulikoolewa au ulikooa nako kuna matatizo. Wala tunawaambia vijana usikimbilie kuoa ovyo ovyo au kuolewa ovyo ovyo. Unaweza ukaingia kwenye shida inaitwa shida ya nolitani. Yaani unadumbukia ndio umeisha. Hata kama ulikuwa na hatima kubwa nayo inaenda inamezwa kwa sababu umeingia kwenye ukoo wa namna fulani. Nguvu ya Mungu inahitaji. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, umeanzia mbali. Malaika wa Bwana akamtokea. Bwana yuko pamoja nawe, ewe shujaa. Akasemaje? Ikiwa Bwana, mbona haya yametupata? Si kwa sababu kuna madhabahu. Unaweza ukawa shujaa pamoja na ushujaa wako. Bwana vijana anakuwa mzuri sana, lakini sasa anatoka kwenye familia fulani. Ghafla unashangaa alikuwa hana ndevu zimeota. Natolea mfano. Bwana Yesu asifiwe. Ana alikuwa anaendelea vizuri. Unashangaa kama amebadilika ghafla. Lakini unashangaa ghafla ameanza kulewa. Shida ni nini? Omwikolema ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Tayari ameanza kufanya mambo kama ya mjomba wake au kwa shangazi yake, na alikuwa hawezi kukaa kwenye mti. Unashangaa huyu naye alikuwa vizuri, ghafla amechange. Alisema vitu nje toja na kitu hapo wote mwapati. Tunaangalia huko kanisani. Ghafla sasa tulipokuwa tunafikiria tukawazesha huko na tumefao hapa. Kamebadilika. Sika kuna nielewa apostle. So don't rush. Don't rush. Don't rush. Keep time. Pray. Kwa sababu inokalazimisha kaishi sawasawa na matakwa ya ile madhabahu. Kabisa mama huko hapa, una kijana wako unasema jamani, sasa kijana wangu bila shaka ataoa hapo. Au nina mdogo wangu lakini unashangaa ghafla kamepinduka. Shida sio yenyewe, shida kanatoka kwenye familia iliyo na madhabahu fulani. Unaweza watu kengele umrejelea. Bwana Yesu asifiwe. Unamkuta sasa kumbe hakajakosea, kanafuata mle. Akaambiwa nini? Bwana yuko pamoja nawe wewe shujaa. Lakini analalamika anasema, kama Bwana yuko pamoja nami, kwa nini amenipata haya? Alikuwa hajui sababu. Sababu ni ile madhabahu alionayo baba yake. Ndio tatizo. Kwa shujaa sio shida, lakini unatoka kwenye familia gani? Ndio maana mfalme alimwambia Ishbenesi, wakati wa kuchagua vijana wao wanatoka kwenye jamii za kifalme. Unatoka kwenye familia gani? Uko wenu na historia gani? Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, toa ng'ombe wa baba yako, ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe nini ya nani alionayo nani. Tofauti na hapo huendi. Kama hiyo madhabahu haijaanguka utoboi. Yanawapata hayo kwa sababu ya hiyo madhabahu. Ila wewe ni shujaa, lakini ukifumba macho hivi unaona kabisa ulikotoka kuna tatizo. Unaona kabisa kuna shida. Sasa nini ifanyike? Unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu na nguvu, kisha unavunja madhabahu. Unakuta tunatoka kwenye familia ambazo tumelelewa. Baba akawa kule, mama akawa kule, au akafa kabisa mmoja wao, au mwingine kukimbia kabisa. Sasa unashangaa hiyo hali inaanza na kufuatilia. Kama ilikuwa mzee wa kuoa, unashangaa tena hiyo kiu inavamia mtu. Kama alikuwa mlevi, madhabahu ya Baali alionayo baba yako, vunja madhabahu ya Baali alionayo baba yako.